kanisani, utoto utaisha, uchildish utaisha, watu wataongezeka. And that's why I came. Niwaambie kanisa la Bwana, kile tunahitaji ni Mungu. Watu waache utoto wa kiroho, wakuwe wawe watu wazima, wakuwe watu wamekomaa. Manake kile kinahitajika kanisani ni ukomavu. Kanisani kunahitajika watu wakomae, na ukomavu hautakuja bila Mungu. That's why I came to tell you, my brothers, you need God for your progress. You need Jehovah for your progress. Hallelujah. You know, tumekaa na utoto sana. Kanisa limekaa na utoto sana, manake wameneglect Mungu. But God is reminding us, you need me for your progress. The Bible says in Exodus chapter 14, chapter 13, and the Bible says ya kwamba it was a time of Exodus. Hallelujah, hallelujah. The people of Israel walikaa sana wakiwa Misri, wakakaa miaka nyingi wakiwa pale kwa utumwa. Lakini wakati Exodus 13 ilipofika, Biblia inasema Mungu akanena na Musa, akamwambia, my people, the time of Exodus has come. The time of moving forward has come. The time of advancing has come. Tell them to be ready. Tell them to be prepared. Tell them to prepare. Tell them to stand up, because the time has come. I came to tell you, my brother, the time of advancing has come, and the Lord is on our side. As the church, we are going to advance to the next levels of operation, because Jehovah has sent me today to come and tell you, my brother, that the time has come. This year 2025, it is the year we are going to progress. It is the year we are going to advance in the mighty name of Jesus. The Bible says, and Moses was told, tell them to slaughter a young lamb or a young goat. Oh my God, and let them smear on the doorpost and along the door walls, smear the blood. And this was pointing out the cross. I thank God because of the cross. When you join this blood with down here and you join this one, it was pointing out the cross. And the cross, it says it is God, because Jesus is God 100%, and he was God 100% man. That's why I tell you, you need God for you to advance. And when they slaughtered that night, the next day, early in the morning, they take a step and they walk out of the Egypt, of the slavery. Kwa hivyo mwaka huu nimekuja nikwambie, unahitaji Jehova kama Waisraeli walimuhitaji, hata wewe unamuhitaji. Bwana sifiwe. Najua kuna vitu zimekwama. Najua kuna mambo yamekwama. Najua kuna tushida tumekwama. Lakini hakuna kitu kitajistiri wakati Bwana amenena. Wakati Mungu ananena, wakati Mungu ametongea, hakuna kitu kitazuia. Bwana Yesu asifiwe. Aliyekuwa amezuia miaka nyingi anaitwa Farao. Usiku huo alitumana early in the morning. When you study the Bible, inasema na akatumana asubuhi sana na mapema, akamwambia Musa, kutoka leo amuka, chukua watu wako, nenda, tokeni hapa, hatuwataki. Because the time to advance, the time to progress, the time to increase, the time to multiply has come, and the owner of this is God. He is God, and we must progress because He is not our strength. You cannot progress without God. Bwana sifiwe. Hiyo kitu nataka iongezeke. Wacha kutumia akili nyingi.
msaada wetu ni Mungu. Bwana asifiwe. Kila mahali ambapo unafanya unahitaji Mungu. Hiyo kazi unataka iongezeke. Hauhitaji kuweka kapito kubwa, unahitaji wekeze kwa Bwana. Unahitaji Mungu zaidi. Manake ukihitaji Bwana hata kama ni kadogo, he is the one who lift. In fact the Bible says he is the lifter of those who are down. He will lift you up and you will become in the name of Jesus. Hallelujah. The Spirit of God is taking me in Exodus chapter 1. Exodus chapter 1. Exodus chapter 1. Exodus chapter 1. Yeah! Sipigie Yesu makofi wewe. The Bible says, I pray in the name of Jesus that as we come next year, there shall be screens here. Amen. Do you believe? Amen. There shall be screens here. We must go. As a church, we should not remain behind. We should be always front. Amen. So it is bad for club iko na TV ya kutangaza matangazo na kanisa hakuna, na Mungu ametubariki. They are not expensive. Tell the neighbor they are not expensive. Because we have God. Hallelujah. It is one of the progress of the church. Amen. And because we are telling him, God, we need you this year. He will make this church to progress. Bwana asifiwe. Next time tutakuwa tunaangalia, nasema ingia na tunaangalia. Si kweli? Hii nyingine iwekwe hapa na baba uko mzuri. Hapo tunalala. Hallelujah. Si tumemaliza hiyo. The Bible says, verse number 11, let us read from verse number 11. Therefore there is let us read from verse number 8. Now there rose a new king over Egypt who did not know Joseph. Hallelujah. And he said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Come, let us deal surely with them, lest they multiply and it happen in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Therefore they set a master. Verse number 11. Hapo sasa mambo iko. Therefore they set taskmaster over them, afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supplied cities, a Paro and a Ramesh. Verse number 12. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in dread of the children of Israel. Yakoba Biblia inasema because God was with Israel. Hallelujah. Na hii ndio sababu nakuambia unahitaji Mungu. Because hata wakati ambapo adui hataki uongezeke, bado unaendelea kuongezeka. Amen. Asifiwe. Biblia inasema ya kwamba wakati huo mfalme akainuka ambaye hakumjua Yusufu, ambaye aliangalia akaona ya kwamba hawa watoto wameongezeka sana. Akasema ya kwamba inawezekana wakati mmoja watakuja wainuke watushinde na watoroke. Kwa hivyo basi wakaamua ya kwamba wataanza kuwafanyisha kazi ngumu ili wasije wakazaana, ili wasije wakaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba hawa watu tunataka tuwadhibiti, tunataka tuwawekee kidhibiti mwendo, tunataka tuwawekee speed governor ili wasije wakaongezeka. Lakini maandiko inasema haleluya,
hata wakati waliweka kidhibiti mwendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama waliweka mipaka, Mungu wetu si wa kuwekewa mipaka. Biblia inasema wataongezea kazi, wataongezea kazi, ili watoto wa Israeli wasizaane, ili wasiongezeke, ili wasiendelee kukua. Lakini hiyo ilikuwa ni kama bure. Manake wapendwa, wakati ule waliongezea, wakaweka vidhibiti mwendo ili wasije wakaongezeka. The Bible says hapo ndipo waliongezeka sana, manake Mungu alikuwa na wao. Nataka nikuambie, hata kama wachawi watainuka wakuwekee vidhibiti mwendo, utaendelea na kuongezeka, utaendelea na kuongezeka. Manake anayekuongoza sio mwanadamu, anayekuongoza ni Jehova. Wakati Bwana anakuongoza, hata kama uchumi utakataa, bali utaendelea na kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uchumi utakataa, hata kama sheria za nchi zitakataa, lakini Mungu wetu ako na wewe. Ndiposa nimekuambia ya kwamba unahitaji Jehova ili ukaweze kuongezeka. Tell your neighbor you need God for your progress. Shake your neighbor. Mwambie neighbor, neighbor, you need God. You need God for you to become greater. You need God. Hallelujah. Am I speaking to the right people? Am I preaching to the right people? That you need God. I get to tell you, my pastor, you need God for your advancement. Hata kama tuko katika hali ambapo kuna dini imeinuka sana, inasema hatutaendelea with our God, we are going to progress, we are going to advance, because we depend on God. We don't depend on the systems of men, we don't depend on the philosophies of men, we depend on God. That's why this year we need God. Hallelujah. If it were not God, let Israel say, if it were not God being on our side, let the church of the damned say, if it were not for God being on our side, the enemy could have swollen us. But because of God, because of Jehovah, we are alive. We are alive. Tuko hai, tuko hai. Manake Bwana hapo upande wetu. That's why I tell you, you need God. You need God. You need God. You need God. Open your voice and say, I need you, God. I need you, God. Inua sauti yako, inua sauti yako juu na useme ya kwamba nahitaji Jehova, nahitaji Mungu. I need God. God, I need you. God, I need you for my progress. Hallelujah. You know, for you to become great in the land of living, you need God. The Bible says, and Potiphar, in Genesis, we see Potiphar testifying about Joseph. I think is it part 39 from 40. What does it mean? Chapter 40, verse number 3. Potiphar is testifying, and he is saying, I have watched, I have looked, and I have discovered the Lord is with you. That's why everything you do is progressing. I want to tell you, when you have God, you will progress, you will advance. The favor of the Lord will be upon you. And when the favor of God is upon you, you become unstoppable. Whatever you do, the Lord will make it multiply. The Lord will cause you to increase, because God is on your side. Hallelujah.
amewekwa kwa jela. The Bible also says that God in the prison, he was chosen as a leader. Why was he chosen as a leader? Because he was with God. Because wakati uko na Mungu, hata kama umeenda jela, hata wafungwa watakupatia heshima, manake uliye naye anaitwa Jehova. Si Biblia inatuambia katika Yohana, the one who is in us is greater than the one who is ruling this world. I want to tell you my sister, unahitaji Mungu akuwe ndani yako. Katika progress utanawiri. Because he's the one, when I open the door, no man can shut it. Why? Because I am God. Bwana asifiwe. Simwambie jirani unahitaji Mungu. Uslap kidogo mwambie unahitaji Mungu. Uslap kidogo mwambie unahitaji Mungu. Bwana asifiwe. Wacha kujifanya hapa kama vile hati wewe ni independent. Ni Mr. Independent. Na Miss Independent. Naturally, you cannot be Mr. Independent. You must depend on God. For me, you cannot be Miss Independent. You know, I hear ladies using that I'm Miss Independent. That language is not language of the people of God. It's the language of the world. You cannot be Miss Independent. You cannot be Mr. Independent. You must depend on God. Tell your neighbor you must depend on God. Hallelujah. It's a man alone. No, that is the language of the world. And if you are here, be delivered in the name of Jesus. Don't use such kind of language. Hello? Left. God will be bitter or angry with you. Ati inawezekana bila Mungu. Inawezekana. Inawezekana. Hallelujah. Mwambie unahitaji Mungu. Mwambie kile unahitaji sana ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. For your progress, you need God. You need God for your protection. Protection, you need God. You need divine protection. Divine protection comes from God. Nimeona watu wanategemea polisi sana. Hapa Northeast, unatutegemea sana. Mimi ni polisi kwa wale hawajui. Naona tu hata watu wengi hawawezi hata bila polisi. Wala ni kama polisi ni yule, si polisi ni yule mwenye damu kama wewe. What you need, NGOs, is God. Organization, what you need is God. Our brothers and sisters refugees, what you need is God. Our Kenya people, what you need is God. Hallelujah. In fact, in Zechariah chapter 2 verse 5, he says, ya kwamba na sasa mimi, I will be the wall of protection, the wall of fire of protection of my people of Israel. Ya kwamba mimi nitakuwa ukuta wa moto kapo shatamazika. Ayane makando. When you depend on God's protection, he anakujenga na kuwekea ukuta wa moto such that even devil himself cannot come where you are. Even the enemy himself hawezi kukaribia. Manake wakati uko na ukuta wa moto, ule moto wa Bwana unachoma uovu wote. Ule moto wa Bwana huwa unateketeza. Amen. We need God for our protection. Unasifiwe. Tunaona mtu tu anatembea anasema wakati anaona kifaru kwa mbele. Lakini technical vehicle anasikia amedhika. Si waulize mfalme wa Israeli. Waulize mfalme wa Hallelujah. Walienda in Second Kings. Walienda kupigana vita.
Haleluya. Na Jehoshafati akawa ameita Jehoshafati amsaidia. Jehoshafati alikuwa mfalme wa Yuda. Wakati wameenda pale Bwana asifiwe. Wakati waliona Jehoshafati wakasema tiwe si wewe. Jehoshafati sio. Jamaa mmoja alikuwa amekasirika. Akiwa mfalme wa Israeli alikuwa pale katika dana, akasema huyu nabii huwa ananitabiria mambo. Akiwa tu amekaa amelindwa katikati ya majeshi. Jamaa akakasirika. Akasema juu ya hasira akachukua mkuki you know you need God. Huo mkuki ulipitia katikati wanajeshi ukaoa yeye hapa kwa kifua akakufa. Wanasikia sikulikuwa na wanajeshi, sikulikuwa na ulinzi. Kwa nini hawakuzuia hiyo? Because you need God for your protection. Wakati unaingia basi ukienda nyumbani, you don't need a caravan of police officers vehicle. What you need God. Because with God you will make it. You know, when you have God as your protector, as your defender, inamaanisha ya kwamba uoga hauna uoga. Utaweza kwenda bila uoga. Utakalia gari na imani na bila uoga na utaenda mahali unataka. Lakini shida ni kwamba tumekuja ya kwamba siku hizi we don't live by faith, we live by sight. That's why unakuta ya kwamba watu wengi, Paulo akauliza Wagalatia, who bewitched you? Nani aliwaroga? Wapendwa, tumerogwa, tumetoka kwa imani. Hati lazima uone caravan, lazima uone nini pale. Anaweza kuwa ako pale na hatu ya kukamata na uende. Lakini inaweza kuwa hayuko na uko na Mungu na Bwana akutetee na ajidhihirishe kwa maisha yako na kuombea macho yako ifunguke ya kwamba unahitaji Mungu kwa ajili ya ulinzi wako. Unahitaji Jehova kwa ajili ya ulinzi wa familia yako. Unahitaji Jehova kwa ajili ya ulinzi wa watoto wako. Sometimes I ask myself, wakati hiki vyote inafanyika hapa na inafanyika hapa na damu, once umeingia ndege ukifika pale, hakuna watoto wako wanaendanga bila kitu. Hallelujah. My brothers and sisters, unahitaji Mungu. God says that I have ordered the angels to guard you during the night. Psalms 91. During the night and during the day. They are your protector. When you read this verse number 10 downwards, utaona ya kwamba from verse 9, 10, 11, utaona Mungu anasema, and I have ordered angels, nimeamrisha malaika wa kwamba watakuwa wanakulinda usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo shetani akamwambia Yesu na kwamba imeandikwa hata ukijiachilia Mungu yako hapo, because kuna malaika wa kushikilia. That's why when you believe God, Bwana Yesu asifiwe, you know, devil himself understands ya kwamba there is protection for those who believe in God. To your neighbor, you need God. Mwambie unahitaji Mungu. Salimia yeye vizuri, mwambie you need God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wacha kwenda tu hapa hatunasema haleluya. Kana uoga. Mungu aliahidi hadi mwisho wa dahari uniachi. Situibe. Wewe siuibe, mnisaidie. Umeahidi ewe Bwana uniachi. Hiyo hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Unataka polisi mwenye analala kwake au unataka Mungu mwenye hakuachi siku zote? Wewe ni Mungu
Bwana asifiwe. Haleluya. Unataka polisi mwenye ambaye analala kwake, ama unataka Mungu mwenye ambaye hasinzii, halali, aliyeahidi hadi mwisho wa dohari hata kuacha? Unataka nani? Unataka nani? That's why I came to remind you, you need God for your protection. Unaweza yes, wakati uko barabarani, you don't need anything else. You need God. He is able to protect you. He is able to preserve you. One day I was attacked by the enemy. Na wakati yule nilikuwa pale, nilikuwa ninanunua kiatu, but because I trusted the Lord, tulikuwa na wamama na watoto wakiwa wanachagua na mimi nachagua. But let me tell you, gari ikakata breki, ilikuja ikawaua. Mimi nilichukuliwa na malaika nikawekwa kando, na baada ya hapo nikarudi nikakuta wale wameangamia. Nikajiuliza imetendeka namna gani? Bwana akaniambia, nikawa wakati huo sikuelewa, wakati huo sikujua, lakini nilishikwa na hali ambayo niliogopa sana. Nikawa namwambia Bwana ni asante, lakini baada ya siku nyingi nikiendelea kusoma Biblia, Bwana akaniambia nilikuokoa na malaika ili ukaweze kuhubiri injili ya Bwana. Wapendwa, nataka nikwambie, unahitaji ulinzi wa Bwana. Hata kama shetani amepanga kukumaliza na ajali, malaika wa Bwana watakutetea, 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 watakulinda, utatoka ukiwa mzima. That's why I'm telling you, need Jesus. You need God for your protection. Bwana asifiwe. Mimi mwenyewe kama sio malaika, saizi hatujajuana, because I could have died 2009, not 2011. Ningekuwa 2011 nilikuwa na chana na kufanya mimi hawa wamekufa hawa mama na mtoto. Nilienda nikaona kichwa lenye imekaa, nikakimbia kwa nyumba, nikapiga magoti, nikaanza kulilia Mungu nikiwa nimetetemeka, nikiogopa, because I didn't understand what happened. Later on, when I was studying the Bible, nikiwa nasoma Biblia, and I was studying the message of angelic ministry, that's why the Spirit of God reminded me, you remember, it was my angel who carried you. What you need this year, you need God. Tell your neighbor, you need God. You cannot be without God. Hauwezi kuwa bila Mungu. Bwana asifiwe. Chochote kile unahitaji Mungu. And if you want to ask, when we go to heaven, we shall ask the experience that the people of Israel experienced. Wakati Farao, chapter 14, wakati Farao aliamua nitawafuata, the Bible says in chapter 14 verse number 19, Biblia inasema, and God sent an angel to go and beat and sandwich them. Ya kwamba the angel was sandwiching them. Alikuwa hapa. Simama haraka. Simama. This is Israel. Ona sifi. Na huyu ni Farao. When he was coming, the Bible says the angel aliyewaongoza akarudi nyuma, akaposition yeye mwenyewe hapo, akamulikia wana wa Israeli, huku kukabaki giza. Usiku wote kukama ni giza. Hata kama anataka kupita hawezi, hata kama anajaribu hawezi, manake hawezi access. Why? Because God protected his people. When God protects you, the enemy will not come near you. The enemy will not touch you. The enemy will hawa baadaye. Biblia inasema ya kwamba asubuhi yake Musa akaguza maji. Wakati aliguza maji, wakaanza kutembea. Wakati wakitembea, naye Farao na jeshi yake akaanza safari. Verse number 24, wakati alianza safari, the Bible says Mungu akiwa mbinguni hakatazama,
akaona wanataka kuwafikia, akashika magurudumu akaivunjavunja, ikawa hawawezi wafikia. Manake Bwana anajua kulinda watu wake. Kile unahitaji ni ulinzi wa Bwana. Tell your neighbor, 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 you need God. Hallelujah. Walijaribu kwenda, gari ilikuwa inaenda vizuri, lakini imeonekana miguu haiwezi. Wakiwa katikati wakasema, hakika Mungu analinda watu wake. Nataka nitangaze, ukimwamini Bwana, maadui wako, maadui wa familia yako, maadui wa kanisa watainua sauti zao na waseme ya kwamba hakika Jehova analinda watoto wake, hakika Mungu analinda watu wake katika jina. Sasa tuwapigie makofi. What you need? What you need? You need what? You need God. You need God for your progress, for your increase, for your protection. You need God. Hallelujah. You need what? You need God. Because He is able. He says in Ephesians 3 verse 20, that He is able to do more, exceeding abundant, than what we can think, ask, or imagine, through the power that He has vested in our lives. He is able. Tell your neighbor, our God is able. Tell your neighbor, Mungu wetu anaweza. Ongelesha neighbor, mwambie jirani, Mungu wetu anaweza. Mwambie Mungu wangu anaweza. Mwambie Mungu wangu anaweza. Mungu wa kanisa la Nadabu anaweza. Mungu wa mwili wa Kristo anaweza. Mungu wetu anaweza. Mungu wetu anaweza. Anaweza tulinda, anaweza tutetea, anaweza simama nasi. Hallelujah. Even when the enemy comes, you know, there are sometimes adui anakukuta kabisa, anasema sasa naenda kumuua, sasa naenda kumumaliza. I don't know because of Jehoshaphat. Jehoshaphat knew ya kwamba ulinzi wake uko kwa Mungu. Wakati mataifa mane yaliinukia Jehoshaphat, wakajipanga. Wakajipanga. Wanataka kwenda kumvamia. Wanasema sasa lazima Jehoshaphat tukumalize. Haleluya. Jehoshaphat akaongozwa na Bwana, akaambia watu wote, kutoka leo tunaenda kumwambia Bwana tunahitaji ulinzi wako. And they went in a place of prayer. They fasted for the whole day. And wakati wakiendelea na maombi, the Bible says the Spirit of God came upon one man. Na huyu mtu akawaambia Jehoshaphat, sikiza, hizi vita sio zako, vita hizi ni zako. Na wakati wamepanga na wanakuja, haleluya, Jehoshaphat akawaambia, na waambieni ninyi wapendwa, chapter 20 verse number 20, aminini Mungu wenu, aminini Mungu wenu na mtadhibitiwa, aminini nabii na makuhani na mtafanikiwa. Ndipo akageuka akachagua waimbaji. Wakati alichagua waimbaji ambao walimwimbia Bwana, Hosana, asante Yesu, wema wako ni wa milele. The Bible says wale maadui wakageukiana, wakaanza kuuana wao kwa wao. Ni kwa nini? Because God understands the ways, the system, the formula to protect His people. When you depend on God, atakulinda na kazi na njia ya kipekee. Yeye aliyenyamazisha simba kwa tundu wakati Danieli aliwekwa ndani,
utii ambayo tunahitaji siku ya leo. Yeye aliyejitukuza wakati Shadraka, Meshaki na Abednego wakati waliwekwa kwa moto, aliyejitukuza, huyo ndiye tunataka, huyo ndiye tunahitaji, ya kwamba watu watakushika waseme wewe umetuchosha, tunakuweka kwa shimo, wakidhani utakufa, asubuhi yake utakuwa uko hai, manake ulinzi wako uko kwa mikono ya Bwana, manake jamii yako iko mikononi mwa Bwana. Na imagine watu wanakurudisha, wanakuweka kwa moto, na badala uchomeke, zile vitu zimekufunga ndizo zinachomeka. Kalima ndarababo na majamaa wakaanza kuenjoy. Walikuwa wanazunguka tu. Wakiwa pale, wakiwa wanne, wakiwa watatu. Lakini baada wakitazama wanaonekana wanne. Lakini wanne, Biblia inasema Nebukadneza na mtu wanne tukimtazama anafanana na mwana wa Mungu. Wapendwa, nataka niwaambie, ukiwa na Bwana, mwana wa Mungu atajidhihirisha maishani mwako. Kazi yako haitaishi, Bwana atainuka. Hallelujah. I want to give this testimony. Peacemakers walikuja back in 2015, 2016. There was brothers who were there and they supported the work of the Lord as an organization. Na wakati wa support kazi ya Mungu, I went in a place of prayer. Nikaambia Bwana, watetee siku zote. Ilifika wakati ifotu ilikuwa inafungwa, NGOs zote nyingi zilikuwa zinafungwa na zilifungwa, lakini badala ya Peaceville kufungwa iliongezewa kazi. Why? Because kuna mahali waliguza moyo wa Mungu na wakaguza moyo wako. Kila pindi ninapoenda kwa madhabahu, wakati nilisikia kutakuwa na hiyo NGOs kufungwa, I told God, protect Peaceville, for they stretch their hand to support the work of the ministry. Today they are still flourishing because of God. Some of them don't know. Even the managers who are there right now, they don't know. But during those times, there are men whose the whole and the entire organization is good. Every time I go to my knees, I always tell God, Father, show that you are God into this organization. Tell your neighbor, you need God. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie unahitaji Mungu. You need God also for your provision. Provision. For your provision. It's another provision. You need God for your provision. Ya kwamba unahitaji Mungu kwa ajili ya provision. Divine provision comes from the Lord. Chochote ambacho unataka, Bwana ndiye anataka. Bwana Yesu asifiwe. This year, it is the year that we depend on God most. Our provision, our protection, our progress, we depend on God. Na Biblia inanikumbusha wakati kulikuja kukawa na kiangazi. The Bible says, naye Elijah akaambia mfalme Ahab, hakutakuwa na mvua miaka 3.5. Na yeye pia alikuwa mwanadamu. Kwa hivyo anasema hakutakuwa na njaa miaka ngapi? 3.
akiwa ndani, si yeye, si mwanadamu, akiwa jua likiwaka bado ni ndani, ukame ukikuja bado atakuwa. Lakini alimgojea, alimtegemea Bwana for divine provision. Biblia inasema na baada ya haya Bwana akampeleka katika kale kamto kalikuwa kanateremsha maji, lakini kila siku, sema kila siku, haleluya, ndege mweusi si ajabu kwamba alipendeza Bwana. Ndege mweusi si ajabu kwamba alipendeza Bwana. Haleluya. Kunguru, because God was the provider of this man. Biblia inasema ya kwamba kila siku kunguru, ukijua kunguru ni mwenye tamaa, kunguru anapenda nyama, kunguru anapenda mikate, lakini kila wakati nimekuja, nimeleta nyama. Kunguru inaleta nyama, inaleta mkate. Why? Because Elijah depended on God for provision. If you depend on God for your provision, He will cause to happen. Yeye atasababisha upate chochote kile unahitaji. Alikuwa anakula mkate, anakula mkate, anakula nyama, alafu anateremuka katika kale kamto kabro, anaenda anakunywa maji. Na baada ya hiyo, sikia, wakati wa hiyo neema ilipoisha, akaambiwa sikiza, hamuka na uende pale katika malango, utakutana na mwanamke ambaye utamwambia nipikie kamkate. Yule mwanamke wakati sauti ya Elijah akaenda akapika kamkate, na wakati wa kiangazi Elijah hakuangamia kwa ajili ya njaa. Nataka nikuambie mpendwa, ukimtegemea Bwana kwa ajili ya provision yako, hata kama kuna kitu kinaua wengine, hata kama kuna njaa inamaliza wengine, God will preserve you. God will preserve you. God will preserve you. For He is a God who will provide for you. He is so faithful. Honestly, imagine miaka yote tatu na nusu unaletewa kakitu na kunguru, unaletewa na kunguru kila siku. Honestly, si Mungu asababisha. Na hivyo ndivyo mtaona mkimtegemea Mungu mwaka huu. Mtaona watu, unajua kunguru, nani hakufikiria kunguru kama inaweza kuletea mkate? Kuna watu Mungu atatumia mwaka huu kwa ajili ya provision yako. When you depend on Him, hii 50,000 nimeambiwa nikupatie, hii kazi nimeambiwa nikupatie, hii license ya kwenda Canada nimeambiwa nikuletee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unapokea because of depending on God for divine provision. Amen. When you depend on God for divine provision, I want to tell you, He will surprise you. The doors that you could not believe, they will open. Milango ambayo hukudhani inaweza funguka, utaona ikikufungukia. I believe, I know some of you hata ungefikiria kwa State House, but when you depend on God, God can open that door for you to enter into State House. Because you have never thought of that. The Bible
Philippians chapter 2 verse 9. The things that you have never imagined, kile ambacho hujawahi fikiria, kile ambacho hujawahi kiwaza, hayo mambo ndio mimi nitakufanyia. Because I am God who is your provider. Tell your neighbor, depend on God. Mwambie jirani, tegemea Mungu. Yes, for your provision. Because God, He is so faithful. He will provide for you. Atafanya kila kitu ifanyike kwa ajili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Moses, Mungu alimwambia aje? Mungu alimwambia Musa, nijenge hema ya makuta. Wakati alimwambia nijenge hema ya makuta, Biblia inasema ya kwamba Musa akamwambia ni sawa, akakubali. Exodus chapter 30. And Moses said to the children of Israel, see, the Lord has called my name Bezaleel, the son of Uriah, the son of Hur, of the tribe of Judah, and he has filled him the Spirit of God, knowledge, and all manners of chapter 35 verse number 30, all manner of workmanship, to design the artist to work in gold and silver and bronze, in cutting jewel for cutting, in paving wood, and to work in all manner of artist workmanship. And he has put in his heart the ability to teach in him, and holding up the son of Ahishamach of tribe of Dan. He has filled him with the skills to do all manner of work of the engraved and the designer and the tapestry maker in blue, purple, and scarlet thread, and a fine linen, and of weaver, those who do all work, and those who design the accent. Let me go and jump to the verse number 5. And at verse number 4, chapter 36, verse number 34. Then all the craftsmen were doing all the work of the sanctuary came, each from the work he was doing, and they spoke to Moses, saying, the people bring much more than enough for the service, for the service of the work which the Lord has commanded us to do. So Moses gave a commandment, and they caused it to proclaim throughout the camp, saying, let neither man nor woman do any more work for the offering of the sanctuary. And the people were restrained from bringing, for the material they had was sufficient for all the work to be done. Indeed, too much. This, when you study this, ukienda usome chapter 35 na 36, utaona vile Mungu ya kwamba ana provide. Wakati Musa alipewa maono ya kujenga, hakuwa na wajenzi, lakini Mungu anasema nimechagua Beliazi na Oholiabu ya kwamba watakuwa, nimewapatia roho wa kuelewa, nimewajaza na roho wa hekima, nimewapa neema ya kujua hii mambo ya crafting, nimewapatia, nimewasaidia. Na baada ya hapo ni Bwana akaamrisha kanisa ya Israeli ya kwamba watoe dhabihu kwa ajili ya kujenga makutano. Biblia inasema wakatoa hadi wajenzi wakawaambia, wakaenda kwa Musa wakamwambia Musa, ya kwamba zimetosha, waambie wawache kuleta tena. When you depend on God's provision, you will walk in more than enough. You will share in the grace of more than enough, because God will always provide for you. Hata kama ni ngumu. Sikukuru ileta mkate wakati wa kiangazi. Sikukuru ileta mkate
hata mwaka huu ukitegemea Mungu, hata kama uchumi imeenda mavyo, hata kama pesa ya shilingi ya Kenya haina value, Mungu hatakuachilia. Depend on him. Depend on him. My sister, depend on him. My brother, depend on him. God will not let you down. Bwana Yesu asifiwe. Shida kubwa yenye it is we don't understand depending on God for the provision. Bwana Yesu asifiwe. When we depend on God for the provision, yani kumtegemea Mungu kwa ajili ya yeye alete kile unahitaji. God, you depend, you don't look to men, you look unto the Lord. And God will cause men to be a blessing in your life. You depend so much on God, then God will cause men to come and be your blessing in your life. See, Moses depended on God. Alimtegemea Mungu. Na wakati alimtegemea Mungu, Mungu akaachilia neema ya kutoa katika kanisa la Musa. Wakaleta kila mtu, na ikawa ya kwamba hakuwa na mtu ambaye alibaki nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Si usalimie jirani, mwambie you need God. Mwambie unahitaji Mungu. Mwambie unahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Unahitaji Mungu. Ili ya kulinde, ili ya kupatie kile unataka. Bwana Yesu asifiwe. You need God to provide for you. Hallelujah. When Abraham in Genesis, wakati walikuwa wanaenda kutoa dhabihu, akaulizwa na wafanyikazi wake, tunaenda akaambia wafanyikazi wake, just stay here, I go with my son, we sacrifice and then we come back. Why? He knew that God had instructed him, enda utoe dhabihu ni mtoto wako. Lakini yeye aliwaambia, tuacheni tuende na mtoto wangu mlimani, tukitoa dhabihu tutakuja. Wakati wamefika wakiwa kwa njia, Biblia inasema Isaac akageuka akamwambia, dadi, tunaona tuko na kuni, tuko na panga na tuko na kila kitu, hata kibiriti iko. Sasa kondoo inatoka wapi? Akamwambia, Jehova will provide. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo wakati walifika, akamwambia Isaac kuja hapa. Wakamwambia Isaac kuja hapa, akamulaza mahala pale. Bwana Yesu asifiwe. Akamfunga, na akiwa ameinua kisu hakitaka kumdunga, malaika akamshikilia kwa sauti, akamwambia Abrahamu, akasimamisha. Angalia kando yako, and you see a sheep there, a ram there for the sacrifice. Why? Abraham depended on God. When you depend on God, hata kudisappoint, he will always be faithful to provide for you. Hallelujah. Huu mwaka kama kanisa tunategemea Mungu. Tunataka Mungu for our provision. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaangalia wenye wako na pesa sana kanisani. Wachungaji, viongozi wa kanisa, wacha kuangalia mwenye akiwa na mshahara mkubwa kanisani. Angalia Jehova. Angalia Jehova. When you look unto the Lord, hata kabla hujamuongelesha, Roho wa Bwana atakuwa amemuongelesha, na kile kitakuwa kinatakikana kufanyika, utapata kimeshughulikiwa. Depend on God. Church, we need God. Open your mouth and say, God, I need you. God, I need you. God, I need you. Inua sauti yako, mwambie God. Mwambie God, I need you. I need you. I need you. Bwana Yesu asifiwe. Abraham, tamuangalia kando. Mwaka huu hata wewe utaangalia kando. Mwaka huu utaangalia kando. Mwaka huu utaangalia kando. Wakati Hagai alikuwa anasambaa akizunguka katika jangwa, he was just
meandering in the wilderness, and his son Ishmael alikuwa amemwacha mahali kwa umbali wa kurusha jiwe, those are kind of 100 meters, akiwa amemficha pale. Hagai akatoka asimwone akifa, and the child cried unto the Lord. Na wakati Mungu akiwa mbinguni, because he is God who sees, he is God who hears, and he is God who comes. God came and told Hagai, angalia kando yako, there was a provision of water, and the situation ikabadilika. Akachukua mtoto akampatia maji, yule mtoto hakufa kama vile alikuwa amefikiria. Mwaka huu ukimtegemea Bwana, he will provide for you. Hata kuprovidea, because he is God. As a church, let us understand, we need God for our provision. Every project we have in our churches, we don't need people, we need God, the owner of people, and he will bring men and women full of integrity and wisdom, full of finances, to come and support the work of the ministry. I say you need God. I say you need God. I say you need God. Hallelujah. You need God. Hallelujah. You don't need money. You need God. Praise God. You need God. Geukia jirani tena, mpatie high five, mwambie neighbor, you need God. Turn to the left neighbor and tell him, neighbor, you need God. Angalia nyuma yako, huyo nyuma, mwambie my neighbor behind, wewe unahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mtu wa keyboard unahitaji Mungu. Bwana asifiwe. If we understand that we need God, we shall always gather to seek His way, to seek His guidance. Because He has promised that I will guide you, I will lead you. Hallelujah. Ebi kuongozo na Jehova uliko kujiongoza. Bwana asifiwe. Mungu hata kama inaonekana ataileta. Bwana asifiwe. Hata kama umekuwa ukichekelewa kweli, wakati utajua kumtegemea huyu Bwana, mambo yatabadilika. Waliokuwa wanakutazama kuchekelea watakusalimia. Daudi akaangalia miti milimani, akasema nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. You need God to help. You need God for your help. Daudi akaangalia katoka akauliza, msaada wangu natoka wapi? Akasema sio milima kama vile mnavyofikiria watu wengine hapa. Mnaenda kwa hao wanaitwa waombezi. Kanisa imenajisiwa na hao watu wanajiita waombezi hapa. Na ni waganga, washirikina. Nani wako hapo mmoja? Ukienda pale kwa muombezi, hakuna title kama muombezi kwa Biblia. There are only 5 titles. That is apostle, prophet, evangelist, pastor, and a teacher. Those are the offices that God has ordained to serve His people. And then you are may God deliver you. May God help you. Hao watu wamefika hadi Dagana kajua. Wengine wako hapa hii mchi wa Dagana. Wengine wako Dadamu, wengine wako hivi. Wana
anajiita ni mwombezi. Wengine wanaitishwa kutoka kule. Umeacha madhabahu ya Bwana hapa, unaenda kuleta mganga, anakuja na kuachia chumvi na maji. Nimekuja kwa ajili yako nikuambia, you need God. You don't need water and salt, you need God. Wengine unaletewa maji ambao tumeombewa ya kunyunyuzia biashara, na mafuta unabeba, ukiwa unabeba unajipakapaka. You don't need this one, you need God. Your help is in God. Your help is not in the oil. Your help is in God. You need God. This is manipulation. Unaambiwa hii ni 3,000, hii ni 1,000, shika uende ukatumia. May God deliver you. May your eyes open up and see where your help is. Your help is not in the mountain. Your help is not in the people. Your help is in God. That is the one who can help you. The year 2025. Your help in God. Hallelujah. You need to depend on God. Even imetoka wapi? Kutoa wapi? Mekuwa muganga. Yote asubuhi naweza pitanisha. Wengine unapewa, unaenda kuoga na maji karai, unaambiwa weka kidogo kwa karai. Ujinga, upuzi, upumbavu. Kama uko hapa, Mungu na akusaidie na ujue unahitaji Mungu. Na kama kuna kitu unatumiaga, tuko leo, enda utupe kwa choo, tupa mbali. Mungu atakusaidia. Angalia jirani yake kwa macho, utajua kama kuna kitu. Angalia ndani ya macho, angalia ndani ya macho, utajua kama kuna kitu. Mwambie unahitaji Mungu, mwambie unahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yes. That's why unakuta watu ni washerati na bado wanakuja kanisani because wanatumia tumavu. Wengine wamewekwa mipango ya kando hapa tu, na bado wanatumia tumavu. Ati nimepaka hii, nimetakasika, na unakuja hapa kwa madhabahu. Wewe ondokea. Nasema ondokea. Kaa chini, tutakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya nimepewa maji ya utakaso. Ati holy water ya utakaso. Tunajimwagia kadogo. Hii ya mwaka mzima, ni dosi ya mwaka mzima. Hiyo ni upumbavu. May God deliver you. What you need God. When you have God, you have everything. You have protection. You have provision. You have all what you need. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kufanya hapa. Haleluya. Ati unaona nimepata emergency. Emergency si bado. Ni ya kwenda kwa mwombezi mchana. Kutafuta mafuta imeisha. Wakati umelia rais, biashara ndio hiyo. Biashara zingine pale zinafanya unahisi vitu. Watu wananyunyizia. Wewe kama uko hapa, you need God in that business. Kile unahitaji ni Mungu kwa hiyo biashara. Kile unahitaji ni Mungu. Hallelujah. Mwaka huu lazima tumtegemee Mungu. Bwana asifiwe. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu
watoka wapi? Yesu msaada wangu katika Bwana. Sema tena, msaada wangu katika Bwana. Sema tena, msaada wangu katika Bwana. Wakati Paulo Petro aliwekwa gerezani, Herode akaua ndugu yake Yakobo. The Bible says kanisa ilihitaji msaada Petro aokolewe, na kanisa ikaingia kwa magoti, wakaomba kwa kishindo, naye Mungu mwenye msaada akatuma malaika wake. Wapendwa, tunahitaji msaada kutoka kwa Bwana. Ukiitisha msaada wa Bwana hauchelewi, utakuja kwa wakati. Msaada wa Bwana hautachelewa, msaada wa Bwana utaingia kwa wakati. Waliomba kwa kishindo. Baba, situliwe sauti yetu, tuite Mungu. Ita Mungu, ita Mungu, ita Mungu. 1 2 3. Wait tena, 1 2 3. You need to learn to call God. Even in the times of your trouble, He will come and help you. He will send a rescue team. Acts chapter 12. Ndio tunaongelea hiyo maneno. That God sent an angel na wakata. Msaada wetu unatoka kwa Bwana. Msaada wetu ni Mungu. Msaada wako uko kwa Bwana. You need God for your help. Hallelujah. The Bible says in Judges chapter 15, when this man called Samson, wakati alipiga wana Philistines, he killed 1,000 Philistines. Verse number 18, 17, 18, 19. The Bible says, after he killed Philistines, he was attacked, naked, thirsty. But Samson raised his voice to Jesus. He called for help. And the Bible says that Samson akalia Bwana na kumwambia, Bwana, itakuwaje niwe hawa 100, unipe ushindi mkubwa hivi, nami niwawe na kiu. Mungu akachipua kisima mahala kulikuwa kumekauka. Ukimwita atamsaidia, ataleta msaada. Jifundishe kuita Mungu wakati unahitaji msaada. Bwana Yesu asifiwe. Jifundishe kuita Mungu wakati unahitaji msaada. Wacha kulilia watu, ita Mungu. Watu wengine wanajifundisha. Unajua kuna watu ni watoto wa kiroho, wakiona hatari badala waite Yesu wanaitana mama. Uliza jirani, wewe unaitana? In case ukisikia kelele huko, unasikia mtu anasema mama. Yesu asifiwe. Na sasa hizo wanasema Bwana asifiwe. Haleluya, nimeokoka, nimejazwa na Roho. Ni roho gani imekujaza? Wakati wa hatari unaita mama yako ambaye hawezi kusaidia. Nafaa uite Yesu, nafaa uite Mungu. Because nainua macho yangu itazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Ndiyo nasema msaada wangu katika Bwana. Ukimwita wakati wa hatari, God will respond. He hears
He sees and he comes down. He hears, he sees, and he comes. He says in 2 Chronicles chapter 7 verse 15 that my ears and my eyes are open to hear the prayers that are raised in his sanctuary. Every prayer you will pray in the sanctuary, he will hear, and he is seeing you when you are praying. Because your help is not in the hands of men, your help is in the hands of God. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahali tunafanya kazi, mimi wakati nafanya kazi, I don't go because nikiingia gari najua kabisa naomba ni kwa Yesu. It is not because of the bunduki nimebeba. Hiyo ni bure, hakuna kitu inaweza nisaidia. Lakini nikiwa na Yesu, kana bashata. Hey! Nikiwa na Yesu, hata wakuje miangapi, tunawashinda. Siku moja nikiwa kula siku moja. That is back 2014. Some of you are not here. This is my 12th year nikiwa na saba hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio anaweza niangalia asema hapa kapasa kamekuja juzi. Huyo ni pastor ambaye ako na miaka mizuri hapa akihubiri Injili. Nikiwa pale ya kula, mashababu walikuja wakiwa wamesema wanakuja kutumaliza, lakini hiyo siku Bwana alikuwa amenipea neno kwamba nimewainua kama ile shoka iliyokuwa imeinuliwa na Elisha. Nikawaambia ndugu zangu, hawa maadui wetu wameenea kama shoka, wakija tutawakamata na tutawavunja. Na wakati huo nakumbuka nilikuwa niko na kamaria, na wakati nimeenea dawa nilikuwa kwa shimo nikiwa na silaha yangu, lakini bado tulikuwa tumekutana kwa ibada. Nikawaambia Mungu amesema wakati ukisikia risasi imepigwa, hata usitake kujua kwa wapi, piga with any direction. There is God who can control that bullet. That is faith. Na punde isipunde saa 12:58 Alhamisi tarehe 5 mwezi wa 5 2014 wali. Na wakati tukiwa pale, we responded. Lakini mimi baada ya kupiga risasi, because mimi nilipiga tu, nikaingia nikaanza kulimashana, nikaambia Yesu, you are our helper. With the rivals we cannot, but with you Jesus we are more than conquerors. Nikaendelea kumwambia Baba, you are our helper. Wakati huo nilianza kuomba na ndimi rakapoza ibakata mazidi mahato niliyokuwa na wao ndani ya shimo. Wananiambia pastor, kama tunasikika. Nasema ndio tunasikika na Jehova. Wacha kusema wanatusikia. I know the one who is hearing this language. Even the devil don't understand this language. Even man cannot understand this language. The one who understands is only God, is only Jesus. And I continued ratabakandole bakanda lebashada babosika. Na wapendwa, hata kama waliturushia zilikuwa ni bomu 3 walirusha kwa kambi, na grenade kama 3 wakarusha, wakamimina risasi, lakini our God protected us all. No one will die. Number 2, maadui wetu tuliwamwaga chini vizuri na Bwana akapokea utukufu. The following day, wakati the community inakuja kushuhudia maaskari wamekufa, walikuja watasema hawa sio askari wale tunajua, hawa sijui wametoka wapi. Kajua tofauti, manake kuna mmoja anayetegemea ulinzi wa Bwana. When you depend on God, He will come to rescue. He will come to help you in the times of trouble. I came to tell somebody, you need God.
You need God. Tell your neighbor you need God. Whisper to him, maybe she or he does not understand the loud voices. Whisper to him, whisper to her, you need God. Your neighbor, you need God. Touch him, little touch him. You need God. Hey! Hallelujah! Raise up your hand and say, I need God. Tell God. Say God. God. I need you. I need you. God. You are my provider. You are my helper. You are my helper. I need you. Want me a God. Want me a God. You are my progress. You are my progress. I need you for my advancement. I need you for my progress. Hallelujah. 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 If you hear me shout hallelujah. When God comes in your life, you become a beneficiary. No weapon fashioned against you that will prosper in Jesus' name. Amen. Why? Because even the devil understands. He has the testimony that God has made a wall of fire around you. Devil has a testimony. Hallelujah. Devil has a testimony. The Bible says in Job chapter 1 verse number 7 and 8, where were you devil? He said, I was just meandering and moving up and down. And God asked him, have you seen the man of high integrity, who is blameless, holy, the man who fears the Lord, and by his name Job? He said, God, it is because of the wall of the fire that you have protected him. You have surrounded him with that wall. You have surrounded his family, his properties, and everything. So devil understand that God has protected you. What you need to do is to believe God. Hallelujah. Kama shetani yako na ushuhuda ati umelindwa, yani anajua hakuna kitu inawezekana. And that's what the Amaya. That's why in Acts of Apostles, when you read from 27-28, you will see God speaking to Paul, telling him, Paul, though kutakuwa na mawimbi, merikabu yenu itachanganyika, but because of you, my son, hakuna poteza maisha. Why? There is divine protection of God. It's good to depend on God. I came to tell you, you need God. I will repeat this. It enters in your bones. You need God. Tell your neighbor you need God. Tell your neighbor, tell him neighbor, you need God. Tell him you need God. Because there is nothing too hard before God. That is Jeremiah. Is there anything too hard before God? He responds and says, no. Nini unasema ni? Wale ambao ndugu zangu tunashangaa tunasema tuliku kwenda resettlement huko ni kama kufunga na kufunga. Depend on God. Depend on God. I think I was to preach for police. Many years before Pastor Peter was there. And God spoke to me about one family. And I told her, you are going, your doors are open. Before the end of that year, around 6 months, she came with a testimony. Pastor, bye-bye, I'm going to Canada. There is God in heaven. Is there anything too hard before God? No. When God is on our side,
will be against us? Is there anyone? Kuna yeyote anaweza kuwa kinyume na sisi? Tell your neighbor, then you need God. Mwambie you need God. Mwambie wacha kujifanya unahitaji Mungu. Mwambie wacha kujifanya unahitaji Mungu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Fanya hapa tunahitaji Mungu na muhitaji. Hata mwizi anaopanga Mungu. Kenda kuiba naambia Mungu leo nisaidie nisiku. Nisishikwe nisiwa. Na ni mwizi. Kama mwizi atuadiki to a certain degree anahitaji Mungu na wewe unajifanya hapa ati unahitaji Mungu. Huwezi kuja mikutano ya katikati ya wiki. Huwezi kuja maombi. Huwezi fanya nini kazi kanisa. Jifanya hapa ati biashara yako inakusimamia. You need God. Jifanya hapa vile kazi imekufunga. You need God. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio jirani. Ujumbe wa leo ni wako. Ni wako. Hata kama unakataa. Hata kama unakataa. Ni wako. Mwambie huu ni wako. Huu ni wako. Kama unahitaji Mungu. Kama unahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. God will heal all the diseases. He says if you serve me, Exodus 20:23 verse 21. If you serve God, He will protect you from all your diseases. You need protection from diseases. How will you serve God with a sick body? When you are sick, there is no glory to God. Hakuna utukufu kwa Bwana wakati wewe ni mgonjwa. Halo? Wakati wewe una pesa, hakuna unafikiria kuna utukufu. Bwana asifiwe. Unahitaji Mungu mwenye vyote upate pesa. Amen. Ndio jirani unahitaji Mungu. Nowadays unahitaji Mungu. Just I was doing this things nikaambiwa Ebola iko hapa imefika Uganda. Ebola ni ugonjwa ambao ukishikwa unatoa damu na kila shimo zote za mwili. Sema macho na zingine zote. Ni ugonjwa mbaya umefika hapa. What we need God for protection. Hallelujah. We need God. Because it is only God who saved us from Corona 2019, COVID-19. He is the one who saved us. According to their philosophy and wisdom, they had prepared Africans ya kwamba watakuwa naanguka pukulu. But they did not know we have a God who is able to protect us. The same God who protected us is the same God we are depending on today. Hallelujah. Because wapendwa, ndio kuna hii mambo watu wanafanya hapa. Niko natazama watu wengine imefika kiwango siku hizi mtu anaenda kwa TikTok anaanza sema I don't need God. He cannot help me. Vitu zingine zinatendeka. I was just studying the other day in Bible study. When we are studying the signs that marks the end time. And I was teaching them about the redeeming time. Using every opportunity you have to serve God. Redeem time because the days we are living are evil. Nikawa nikiwaambia na nikiangalia nikawaambia kwamba one of the things that will show you that ya kwamba we are in the last days is when you see miraculous signs from heaven. Na nikawaambia just the other day in California, America, Hollywood land, there was a fire that could not be quenched by the human efforts. Walijaribu kutumia ndege, hawakuweza. Lakini uzuri kanisa ya Mungu haikuchomeka. Hallelujah. You need God. Tell your neighbor you need God. Yeah, walikuwa wanasema it is godless city, but God showed them. Even Nebuchadnezzar, when he stood there and he said, "Look, I have done it," God shielded
likened his life to an animal life, na akamwambia from today for 7 seasons utakuwa nyasi kama mnyama. Hata hao wakati walisema ni godless, God showed them even the ability of making wealth, the wisdom you have, it is me who have given you, so you must bow to God. And that's why they are present today. He acknowledges Jesus, anatambua ya kwamba Jesus is Lord. I saw even in the State House, White House in America, there is a banner that says Jesus is the way, Jesus is the Lord. I want to tell you, my sister, you need God. Hahitaji Mungu. Kujifanya hapa tuhitaji Mungu. Wakati Brazil waligejeli Mungu, wakiinua shetani pale, mafuriko iliwachapa ambayo haikuzuiwa na mtu. Wapendwa, these are the signs, miraculous signs from heaven. When you start seeing them, juu ya kwamba we are in the end, we are in the end times. One of the fun these days, God will give me grace and help me to come and teach you about eschatology. We need to understand this as a church. Hallelujah. Tell your neighbor, you need God. Hallelujah. You need God. As a pastor, I need God. As a family man, I need God. As a woman of Zion, daughter of Zion, you need God. As a married woman, you need God. Hallelujah. As a business woman, you need God. Any title you possess, you need God. Na usiinue title kuliko Mungu, hata Mungu akule juu kuliko title. Kwa watu wengine wanainuanga title hapa. Siwezi ruka. Unajua mimi ni principal, siwezi ruka. Unajua mimi ni commander wa polisi, siwezi ruka. Hii commander na hii title yote na gavana yote tutaiacha hapa. Utakufa, utazikwa. Mbinguni kutakuwa ni kushuhudu na kuinamia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Moyo hurudiangi Mungu. But I challenge you today. Wacha kujifanya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa ruka, ruka. Ukiambiwa kaa chini, enda chini. Sema hii nguo yako itachafuka. Chafuka kwani ni wewe ulijipea. Bwana Yesu asifiwe. Tell your neighbor you need God. You need God. Hallelujah. My God. Mashata basikayana. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Nainua nitazame, ndio msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Nainua Yesu, msaada wangu katika Bwana. Oh, nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Bwana, msaada
ambacho ningependa ukakifanye ni kumwambia Bwana, cry unto him and tell God, God, I need you. Mwambie Bwana, nakuhitaji. For my progress I need you. For my all things I need you. Mwambie Bwana, nakuhitaji. Mwambie Bwana, nakuhitaji. Oh, ni wewe tu Bwana, ni wewe